ile ambao mimi ninazingatia na wakumbuka, ambao jumhur ziko mbili zenye kuwachukia sana na zenye kuwapenda sana, Abu Hanifa na Ibn Taymiyyah. Kwa tumchukue Ibn Taymiyyah pia kwa urefu, kama jinsi tulivyomchukua Abu Hanifa. Tunachukua vikao kadhaa na kujibu baadhi ya shubuhati ambazo zinazungumzwa upande wake. Na man huwa Ibn Taymiyyah? Man huwa Ibn Taymiyyah? Ni nani Ibn Taymiyyah? Kama kawaida tutatembelea kama jinsi ulama walivyotufundisha, tukitaka kutambulisha watu, kuna pointi kadhaa tutazipitia. Leo tunapitia jina lake, kuzaliwa kwake na ukoo wake. Kisha tutapitia alikuwa vipi, maumbile yake, ili hata ukimsikia Ibn Taymiyyah kana kwamba ukimpigia taswiri picha unamuona. Leo pako hizi filamu wanasemaga za dini, mtu unakuwa ukimsikia ule mtu au ukimwaza ule mtu unaona ile sura ya ile filamu yake. Kwa sababu wanakuwa wanatazama zile sura, ile picha yake, wanamtafuta mtu mwenye anafanana ile picha, ndio wanamweka katika ile filamu. Hata Ibn Taymiyyah iko na filamu yake. Na pia tutazungumzia akili yake na alivyotafuta elimu utotoni mwake. Hilo ni jambo ambalo tutazungumza pia kwa leo. Na jambo lingine tutazungumza kwa leo, mashehe wake. Na ile mashehe wake nitalizungumza kwa makusudi kwa sababu ilikuwa na fitna na walimtia dosari Ibn Taymiyyah kwa hivi. Na jambo la mwisho kwa leo tutazungumzia wanafunzi wake. Kisha siku zingine tutaendelea ulama walivyomsifu na elimu yake ilikuwa vipi, na pia fitna ambazo wameingia na vitabu vyake, na labda tuzungumze na dosari alizomtia kama kawaida yetu, maana hizi darasa zetu tutakukumbusha kwamba hakuna aliyekamilika. Na ulama pia na wenyewe wamechukuliwa dosari. Kwa hiyo tunakumbusha nafsi zetu na wengine, dosari ya mtu isikufanyi ukamwacha na ukamtupilia. Tuanze pointi ya kwanza, ismuhu wa mauliduhu wa nisbatuhu. Jina lake, alizaliwa wapi, ukoo wake. Anaitwa Ahmad, ndio jina lake. Kama sasa Ibn Taymiyyah utajua kwa nini ameitwa hivyo, lakini yeye jina lake ni Ahmad. Kuna ulama, kwa sababu ulama wengi wanaitwa Ahmad. Tukiwa tunamuita Ahmad hautajua ni nani. Utajua ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana kwa natafuta jina la alim ambalo tutatofautiana mwingine. Ahmad ibn Abd al-Halim, baba yake anaitwa Abd al-Halim. Ibn Abd al-Salam, babu yake anaitwa Abd al-Salam. Ibn Abdullah, ibn Abi al-Qasim, ibn Muhammad, ibn Taymiyyah. Ndio jina lake hilo. Wa kuniyatuhu Abu al-Abbas, na ni baba Abbas ingawa hakuoa wala hakuzaa. Aliandika hayo na jina lake hilo mwanafunzi aliyeishi na mwanafunzi wake Ibn Abdul Hadi kwenye Al-Uqud ad-Durriya. Aliandika tarikhi ya mwalimu wake, kitabu kizima mwanafunzi anaandika tarikhi ya mwalimu wake. Wallah, ni muhimu sana.
Kwa nini? Wallahi tarehe zinachezewa watu wa Kiislamu. Kama watu ambao mmeishi na mwalimu wenu hamkuandika tarehe, wataibadilisha watu. Na Ibn Taymiyyah mtasikia huko mbele jinsi watu walivyobadilishaga tarehe yake, mpaka baadhi ya ulama wamesubutu kusema kama ametubiaga akaingia kwenye uashaira akaacha madhehebu yake kisalafi. Hivyo ndio sasa walichezea tarehe yake. Na mimi nilikuwa naongea na watu leo, nasikia naambia Sheikh Yusuf Al-Walid rahmatullahi alayhi eti aliwahi kumfukuza Nuruddin Kishki pale msikitini mwake. Nani katika wanafunzi wake wa karibu anathibitisha hilo? Hakuna, ni wale watu wa mbali mbali, watu wa fitna. Qala Dhahabi, Dhahabi ni mwanafunzi wake pia, sikia kisa anavyosema: huwa Sheikh al-Imam al-Allama al-Hafidh an-Naqid al-Faqih al-Mujtahid. Anakwambia ni imam Sheikh. Shafikia hiyo hatua ya uimamu ni imam, na hatua ya kuitwa shehe ameshafikia. Umeona sasa? Sio kila mtu anaitwa shehe. Wako shurutu za mtu kuitwa shehe. Sio kila mtu anaitwa imam, ule imamu mkubwa. Wako sharti al-allama, mjuzi sana, al-hafidh an-naqid, aliyehifadhi, mwenye kukosoa, ameshahifadhi, ameshafikia daraja ya kukosoa wengine. Al-faqih al-mujtahid, alikuwa ni mwanafiqh mujtahid. Mtu anakuwa ni mtu wa hadithi lakini sio faqih, yeye amechukua hiyo. Al-mufassir al-bari', tena alikuwa ni mufassir, afasiri Qur'an. Mpaka yeye mwenyewe jela, tunasikia hicho kisa chake alipokuwa jela, alifia jela, wakao walimziwia siandike vitabu, wakamnyang'anya kalamu na hata daftari na karatasi za kuandika vitabu. Ikabidi ajishughulishe na kusoma Qur'ani na kusali, akawa anazingatia Qur'ani, akatamani lau angemaliza umri wake anafasiri Qur'ani. Sheikhul Islam hili analo, sio kila shehe ameivuka hisi kuitwa shehe wa Uislamu. Alamu zuhadi, alikuwa anaipa nyongo dunia shehe. Sio kila shehe anaipa nyongo dunia shehe. Utana shekhi kuna kijumba kizuri, kigari kizuri, anaishi maisha mazuri, anakula vizuri kila siku, anavaa vizuri, smart, amependeza. Huyo haipi nyongo dunia. Huyo sio shehe haipa nyongo dunia. Tukimsifia tunasema kama haipa nyongo dunia. Utasikia jinsi walivyokuwa wanavaa hao mashehe. Utasikia jinsi walivyokuwa wanaishi, sehemu wako na lala. Utasikia vyakula walivyokuwa nakula hao mashehe. Utasikia ndio utajua kama wanastahili kuitwa jina la kuipa nyongo dunia. Nadhiratul asr. Dhahabi anasema ni watu ambao ni vigumu kupatikana. Kuna ulama shehe, wakipatikana wapatikani tena. Ukibahatikiwa kwa huo wakati wapo, usiwaache. Taqiyuddin Abu al-Abbas, mcha Mungu wa hii dini wa Abbas. Ahmad ibn al-Mufti Shihabuddin Abdul Halim, baba yake alikuwa ni mufti. Shehe mtoto wa shehe, mufti mtoto wa mufti. Ibn al-Imam al-Mujtahid, babu yake alikuwa ni imam, ameshafika daraja ya kujitahidi, ya kufumbua masala. Nisikilieni hii familia: babu shehe, baba shehe, mwana shehe. Sheikhul Islam Majduddin Abdus Salam, hata babu yake alikuwa ameshafikia hatua ya kuitwa shekhe wa Uislamu. Hii laqab shekhe wa Uislamu sio kila mtu anastahili. Ibn Abdullah ibn Abi al-Qasim al-Harrani ahad al-a'lam. Tutazungumzia, maadamu tuko tunamsema shekhe wa Uislamu, na
kuna watu wamekataa kumwita Ibn Taymiyyah Sheikh wa Uislamu katika wapinzani wake, itabidi tuchakachue maana Sheikh wa Uislamu inakwenda kusudiwa ni Sheikh wa Uislamu, kwa sababu nadhani ndio mara kwanza kwenye tarjuma leo mtakuwa mmeona hicho kitu, tunaandika Sheikh wa Uislamu. Uislamu kuna mashehe wake ha? Wanaposema shehe wa Uislamu wanakuwa wanakusudia nini? Watu msikilize ya Abu Ghudda rahmatullahi alayhi akitusharisheni neno la Sheikh wa Uislamu. Walikuwa na kusudia nini kwa zamani na kwa leo? Maana tunaona hili neno liko na mkokotano kiasi fulani. Kuna watu wanalithibitisha kwa baadhi ya ulama na kuna wengine wanalikataa, kama hata Ibn Taymiyyah. Kuna watu kabisa wanakataa kumuita hivyo maadui zake, mpaka ikaandikwa kitabu kizima cha kuwaradi hao watu. Kiitwacho Ar-Raddul Wafir. Alikuwa mradi mtu mmoja alikataa Ibn Taymiyyah kuitwa hivi. Tena kwa hiyo utawakuta kabisa ulama wadogo sana ndio wamechukua hii lakabu ya Sheikh al-Islam. Msikize Abu Ghudda anasemaje rahmatullahi alayhi. Anasema kwenye kitabu chake kizuri sana chenye faida nyingi kabisa wallahi. Basi kuiandaa hii lakini nitaipata toka karibu. Naam. sawa. لفظ شيخ الإسلام لقب أطلق في عهد الخلافة العثمانية على من قام بوظيفة الإمام في الدين، وكان أكبر العلماء مقاما لدى سلطان المسلمين، فهو بهذا المعنى لقب وظيفي. Wakati wa dola ya Uthmania hii iliyokuwa juzi hapa imeangushwa na wakina Sharif Hussein, na baadhi ya watu wanatuhumu eti dola ya Saudia ndio imeangusha khilafa Uthmania. Waongo tu. Khilafa Uthmania ilikuwa ni Turki, walikuwa wakimuita shehe hivi. Sheikh wa Uislamu ni yule shehe ambaye yuko juu ya mashehe wote, yeye na kiongozi huko sambamba.
Yani ni yule, yani kama hivi nyumbani tunaita mufti ambaye yeye na rais wako pamoja, au kama Saudia mufti na mfalme wako pamoja. Hii ndio kwa mtu akishafika hapa ndio anaita Sheikhul Islam, lakini hapa kwa Ibn Taymiyyah hatukusudii hivyo, kwa sababu hiyo ni lugha ya watu waliochelewa, lakini lugha ya watu wa zamani. Wa atlaqahu ulama as-sabiquna ala kulli man haza darajatan kabiratan aliyatan fil ilmi bil kitabi was sunna. Walikuwa zamani hawamwiti mtu shehe wa Uislamu mpaka mtu ambaye ameshapita daraja kubwa ya hali ya juu ya elimu ya kitabu na sunna. Wa fil fadli was salahi wal qudwa, sio kwa elimu yake tu, bali kwa fadhila zake na uchamungu wake na kuigiwa. Yani inabidi mtu na elimu nyingi na uchamungu mwingi ndio anaitwa Sheikhul Islam. Wa kana marji'a almuslimina fil ilmi wa shu'uni ad-din, akawa ni marejeleo ya waumini katika elimu na mambo ya dini. Yani ni yule mtu ambaye na mashena wenyewe wanaenda kumuuliza. Wa huwa bihadha almaana waridun fi kutub almuhaddithin walmuarrikhin والرجال والتراجم fa'rifhu. So ukiona Sheikhul Islam kwenye vitabu vya watu wa hadithi, watu wa tarikh, kutarjuma watu wanakuwa na kusudia hii maana ya pili. Kwa hiyo ndio maana tunakusudia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni mtu mwenye kuwa ucha Mungu mwingi na elimu nyingi, na mashehe wanamhudilia yeye. Pamoja na hivyo wote utasikia fitna alizozipata na mashehe wenzake. Mashehe kisha wanamfanyia fitna, na hiyo tukufa Islam ni dalili kadiri jinsi Allah anapokuinua ndivyo jinsi unapokuwa na maadui wengi. Sasa kwa nini ameitwa Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah ni nani? Laqabu Taymiyyah hajja jaddu Ibn Taymiyyah wa lahu imra'a hamil, falamma kana bitayma madina baina al-Madina wa Tabuk ra'a tiflatan qad kharajat min khabar. Mpaka aitwe hivi jina kwa vipi? Taymiyyah ndio imezagaa sana kwa leo. Babu yake alimwachaga mke wake ni mwenye mimba. Babu yake alimwachaga mke wake ana mimba. Sawa? Akaenda kuhiji. Babu yake ambaye alimzaa babu yake aitwaye Muhammad, kwa sababu anaitwa Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abi Salam ibn Abdullah ibn Abdul Qasim ibn Muhammad. Huyu babu yake wa sita. Alipokuwa yani babu yake wa sita huyu yani wa saba. Sasa babu yake wa saba alipoenda hija alifika baina ya Tabuk na Madina, leo ni Saudia. Kuna kijiji kinaitwa Taima. Alifika katika kijiji pakatoka kabinti, sehemu ambapo walikuwa walikastiri, yani kwenye nyumba. Falamma raja ila Haran, aliporudi kule kwa Sham, waleo ni Syria, ndio penye ni mtu wa Syria asili yake. Wajada imra'atahu qad waladat bintan falamma ra'aha qala ya Taymiyyah yani annaha tushbihu at-tiflata allati ra'aha bitayma. Alipotoka hija kufika kwake akamkuta mke wake amezaa binti, akafika na kumwita Taymiyyah, yani unafanana na yule binti nimemwona kwenye kijiji cha Taima, kwa hiyo wewe ni Taymiyyah. Sababu Taima ukiweka kwa mwanamke na kwa ni Taymiyyah. Faluqiba bidhalik, ndipo akaitwa hilo jina la bibi yake Taymiyyah.
Umesikia kisi nilivyokujaga hilo jina. Waqala Ibn Najjar rahimahullah, ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية. mama yake na babu yake wasita Muhammad ndio akaitwa Taymiyya. وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. Na huyu mama yake alikuwa ni mtoaji wa mawaidha, mcha Mungu. Huyu bibi yake alikuwa ni mtoaji wa mawaidha, mcha Mungu, ndipo Ibn Taymiyyah akaitwa kwa jina la bibi yake, kumtofautisha na mashehe wengine, na kwa sababu alifanana na bibi yake kwa tabia moja. Yeye ni shehe na bibi yake alikuwa mtoaji wa mawaidha. Imam Dhahabi amesema hapo Tarikh al-Islam juzu ya 13 karatasi ya 723. Miladu, amezaliwa lini? Amezaliwa mcha Mungu. Huyu bibi yake alikuwa ni mtoaji wa mawaidha, mcha Mungu, ndipo Ibn Taymiyyah akaitwa kwa jina la bibi yake, kumtofautisha na mashehe wengine, na kwa sababu alifanana na bibi yake kwa tabia moja. Yeye ni shehe na bibi yake alikuwa mtoaji wa mawaidha. Imam Dhahabi amesema hapo Tarikh al-Islam juzu ya 13 karatasi ya 723. Miladu, amezaliwa lini? Amezaliwa Jumatatu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jumatatu mwezi wa Rabiul Awwal kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bihadhan. Ilikuwa ni mwaka wa 661, mwaka wa 661 Kiislamu. Leo tuko mwaka 1440 ziada. Wakatoka huko Harran, kijiji kiko Syria kwa leo, wakaelekea mpaka Dimashq. Alikuwa angaliki mdogo. Inasemekana kwamba palikuwa vita hicho kipindi kwenye kijiji chao, wakimbilia huko Dimashq. Alikuwa ni mdogo. Kasema hayo Ibn Kathir kwenye Bidaya wa Nihaya juzu ya 14 karatasi ya 142. Alikuwa vipi Ibn Taymiyyah? Ili ukisikia Ibn Taymiyyah uwe kama unamuona. Kana abyad, alikuwa ni mweupe. Aswad ar-ra's wal lihya, ndevu zake zilikuwa nyeusi sana na kichwa chake. Alikuwa ana mvi za stress. Qalila shayb, alikuwa na mvi mdogo. Sha'ruhu ila shahmati udhayha, alikuwa na nywele nyingi fika mpaka kwenye hii nyama ya masikio, yani alikuwa anaacha nywele nyingi. Ulama wengi wasikia walikuwa wanaacha nywele kwa zamani. Yani alikuwa na macho makubwa. Kaanna ainaihi lisan natiqan, ukimtizama kwenye macho kana kwamba ni ulimi unazungumza. Kuna mtu kimwona kwenye sura yake unaona kama anataka kuzungumza hata wewe kimya, yani unaona ni mtu mwenye kuzungumza. Na Ibn Taymiyyah alikuwa mwenye kuzungumza kweli, mpaka Ibn Daqiq al-Eid huyo alikuwa ni mmoja katika ulama wakubwa kweli. Aliwahi kumsifia Ibn Taymiyyah, akamwambia mbona hukuwahi kunakish naye? Sababu ulama wa zamani walikuwa wanakish Sheikh, walikuwa wanasabia kama kunakish ni elimu, lakini ulama wa leo tunaogopana. Ukitaka kuanza kunakish na mwenzako, unataka kwa mshana, lakini ulama wa zamani ilikuwa kawaida. Ukikutana mnakish. Hata Ibn Baz alikuwa na hiyo sunna, ukikutana na wanafunzi wake anza kuuliza masala ya urithi, wanaanza kunakish, yani kudebate, mjadala mzuri unaongeza elimu, kwa sababu mjadala katika njia za kuongeza elimu. Kama hizo unaona ikaa kwenye darasa hapo unasikiliza, unaongeza elimu, na hivyo kubadilishana kauli. Mutawassit alqama, alikuwa yuko kati, sio mrefu kasongo wala si mfupi gikoi. Baidun baina almankibain, alikuwa ni mpana kifua.
kwa kifua kipana kana kwamba anakula bodi. Jahuriyu saut au jahuriya saut, alikuwa akisema mnamsikia. Kuna watu wanakuwa na sauti kali na yeye kwa sauti kali. Fasiha, alikuwa ni mfasaha sana. Saria alqiraa, anasoma haraka haraka, akisoma anakwenda haraka. Unajua mtu ukiwa unasoma haraka haraka unasomaga sana. Ta'tarihi hiddatun lakin yuqhiruha bilhilm, maumbile yake alikuwa ni mkali. Kuna watu waliogoga hivyo, ni wakali, alikuwa na hasira ya karibu, na yeye alikuwa na ukali na hasira, lakini anaipiga na kuivunja kwa busara. Yani maanake alielewa kwamba maumbile ambayo Allah alimuumba kwayo si maumbile ambayo yanapendekezwa na sheria. Na hii ni muhimu sana, kujijua maumbile yako ambayo ni mabaya uko nayo, sheria haiyapendi, ili uyaache. Sisi wote tuko na maumbile mabaya ambayo Allah ametuumba kwayo. Kwa hiyo muhimu sana kujua ni maumbile gani mabaya niko nayo mimi, ili nipambane na nafsi yangu niache. Kama hukujua maumbile yako mabaya uliumbwa kwayo, wallahi ni hasara. Kwa hivyo Ibn Taymiyyah alijua maumbile yake mabaya, alikuwa ni mtu mwenye hasira mkali, akawa anapiga konde kwa kutumia busara. Qalahu Dhahabi, Imam Dhahabi alisema haya maneno. Hata Ibn Hajar amesema kwenye Ad-Durr al-Kamina, hata Shawkani amesema kwenye Al-Badr at-Tali'. Huyu Ibn Taymiyyah tumemjua kuzaliwa kwake, jina lake, ukoo wake na sifa zake, alikuwa vipi. Dhakauhu wa talabuhu lililm, ni katika watu wameanza kugundulika kwenye utoto wao, kama utakuwa ni wa maajabu katika utoto. Yani wanakwambiaga awwalul matari alqatar thumma yansakhib, mwanzo wa mvua ni mawingu. Waswahili wamesema. Hata kwa watoto zako ukitaka kumjua shehe, mara nyingi unaweza kumuona mdogo. Qala Ibn an-Nasir ad-Din لما كان صبيا في بداية أمره أراد والده أن يخرج بأولاده يوما إلى البستان على سبيل التنزه، فقال له يا أحمد تخرج مع إخوتك تستريح، فاعتذر. Baba yake kwa siku moja alitaka kutoka na watoto zake na familia yake kwenda out, wanaenda kwenye jardin, kwenye mapori na Sham. Syria ni nchi kama Ulaya vile kwa zamani, huenda mpaka kwa leo. Mimi sijaenda Syria, lakini pako masharti kama Ulaya. Unatoka na watoto, unaenda nao, unatoka na familia, mnaenda kwenye pori fulani, mnakaa, unasoma vitabu, unasali, watoto na wenyewe wanacheza. Haya nayafanya huku, ni matamu sana. Sasa baba yake Abdul Halim akataka kutoka na familia waende porini, wachome nyama, wafurahi, wale matunda, wacheze. Akamwambia Ahmad Ibn Taymiyyah, anakusudia inabidi twende na ndugu zako upumzike, kwa sababu alikuwa hapumziki nyumbani na nini, ndio sasa usikie. Sasa faatadhara, akaomba msamaha, baba mimi sitoki. Faalaha alayhi waliduhu famtana ashadda al-imtina, baba yake akamkazania kama tutatoka leo, akakataa vikali kweli. Faqal, akamwambia baba yake, ashtahi an ta'fini min al-khuruj, naomba baba, naomba samahani, ili asiwe alimpinga baba, naomba nisitoke kwa kweli. Fatarakahu wa kharaja bi ikhwatihi, akamwacha, ameomba, sio baba mkali, katoka kajendea. Fadhallu yawmahum fil bustan, wakakaa kuanzia asubuhi mpaka usiku porini huko bustani. Warajau akhira an-nahar, wakarudi mwisho wa mchana, wanawake wamesalia huko. Faqala ya Ahmad awhashta ikhwataka al-yawm watakaddara alayhim bisababi ghaibatika anhum, kaambia Ahmad,
wamekumisi ndugu zako leo na hawakucheza vizuri kwa kukumbuka. Kama hadha, kwa nini umefanya hivi? Kwa nini umefanya ukali? Faqala ya abi innani alyawm hafidhtu hadha alkitab. Akamuonyesha kitabu kitabu kama hichi kitabu leo Yesu Mungu anasema bustani nimekihifadhi chote. Fakala abuhu hafidhahu, baba anataka kitabu kisi ni kikubwa na kisi angali mtoto mdogo, na wakati ni mdogo mchana mzima umekihifadhi kitabu chote. Kalmunkiri almutaajjib min qawli, kana kwamba amkaripio hata kudanganya, kama ameacha kudanganya. Hii ni ajabu hii. Faqala lahu ista'ridhu alayya fasta'radahu. Baba akasema sitaki uongo, nataka nakifunika na kuuliza maswali musabaqa. Akafunga kitabu anamuuliza, fa idha bihi qad hafidhahu jami'ahu. Baba kile akimuuliza sehemu amekihifadhi chote. Fa akhadhahu wa qabbalahu baina aynayhi, akafika na mchukua akamyambilia akambusu baina ya macho yake mawili. Faqala lahu wa qala ya bunayya la tukhbir ahadan bima qad fa'alt khawfan alayhi min al-'ayn. Akaambia usimwadisie mtu hata mmoja ili uliyofanya leo, kwa kumwogopea kijicho. Aliona mtoto wake ni hatari, sasa anamwogopea, akiwaambia watu watamshangalia, mpige kijicho. Neema ya mtoto ukiweza kuificha ifiche, wasimpige kijicho. الرد الوافر ameandika Kisa Ibn Nasir Din karatasi ya 133. Wewe Ibn Taymiyyah angaliki mtoto shekhi. Sasa ngoja atakapokuwa mkubwa usikie makubwa. Na kila tujamaliza, qala Muhammad ibn Abdul Hadi, wanafunzi wake anasema qadima ahadu ulama Halab ila Dimashq. Alitoka mmoja katika ulama kijiji cha Halab ni hapo Syria, anakuja Dimashq. Waqala sami'tu fi albilad bisabi yuqalu lahu Ahmad ibn Taymiyyah wa annahu sari'u alhifz wa qad ji'tu qasidan la'alli ara. Anasema nimesikia huku kwenu katika kijiji chenu kuna kijana anaitwa Ahmad ibn Taymiyyah, mtoto mdogo lakini anahifadhi haraka. Kwa hiyo mimi nimekuja kwa sababu ya kumuona. Yaani watu wanafunga safari kuja kumuona ngaliki mdogo akiwa mkubwa. Faqala lahu khayyat hadhihi tariq kutabi. Mmoja katika washonaji hii ndio njia anapita kwenda kusoma alfabe, herufi. فجلس الشيخ الحلبي قليلا فمر صبيان فقال الحياط للشيخ الحلبي هذا الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية. Kakaa pale yule mzee kwa yule mshonaji, akapita watoto, akamwona yule mtoto iko na kile kibao, yani wangaliki watoto wadogo wanatembea na vibao, na yule vibao watoto wadogo na tushe ndio wanafundisha kuandika. Yule mwenye kuna kile kibao kikubwa kile ndio anaitwa Ahmad ibn Taymiyyah, wanatafuta. فناداه الشيخ فجاء إليه فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه ثم قال يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه. ففعل فأملى عليه من متون الأحاديث 11 أو 13 حديثا. Akaambia hivi ulivyoandika vuta. Akavuta Ibn Taymiyyah, akaambia nataka nikusomea hadithi uziandike. Akamsomea hadithi 11 au 13 anaziandika. Wakala lahu iqra hadha falam yazid ala an ta'ammalahu maratan ba'da kitabatihi. Akasoma hizi hadithi zisome, akazisoma, yani manake amezitizama tu kuzisoma, hata amezitizama. Thumma dafa'ahu ilayhi wa qala asmi'uhu alayya فقرأه عليه حفظا. Kisha akamwambia nipe ubao wako, akamzisoma. Yani amezitizama tu hivi, akazisoma hadithi zote 13 kwa mpangilio wake. Faqala lahu ya waladi imsah hadha fafa'al, akamwambia kafuta tena. Faamla alayhi iddat asanid,
انتخبها ثم قال كيش أكفى أنا مواندي كيس إسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن زيت وسماه سعيد البخاري في درس لجنة الصوم akamwandikia isnadi nyingi shekh. Thumma qala iqra hadha fanadhara ilayhi kama faala awwala mara, kama zisome hizi isnadi akazitizama tu wala kusoma. Faqala ya shekh wa huwa yaqul, shekh amezisoma. Ibn Taymiyyah akazisoma zile hadithi zote bila kuziona kwa kichwa. Shekh amchukua ubao, akasimama yule mzee iko nasema in aasha hadha as-sabi la yakunanna lahu sha'nun 'azim fa inna hadha lam yura mithlahu. Huyu mtoto akibahatikiwa kupata umri atafanyaga mambo makubwa, hakuna mfano wake. Huyu ni Ibn Taymiyyah. Wasikia watu wanamtendo sana. Angalia mtoto mdogo, tazama kwenye al-Uqud ad-Durriyya ibn Abdul Barr ibn Abdul Hadi kaza 20. Qala Umar ibn Ali al-Bazzaz kana Ibn Taymiyyah في حال صغره إذا أراد الذهاب إلى الكتاب يعترضه رجل يهودي كان منزله بطريقه. Ibn Taymiyyah angaliki mdogo, alikuwa akienda kwenye masomo ya watoto ya kuwasomesha herufi. Kuna mtu alikuwa ni Myahudi, nyumba yake ipo njiani baina ya kwao na Ibn Taymiyyah na masomo yake. Akawa Myahudi anamsumbuaga Ibn Taymiyyah aje. Wakana maa al-yahudi masail yasaluhu anha, akawa yuko na masail anamchanganya Ibn Taymiyyah kwayo, kama jinsi leo unaona watoto zetu waenda masomo ya wazungu, wanawachanganya, wanamwambia Mungu hayupo, wanawafundisha kumpinga Mungu. Sababu Myahudi alikuwa analeta masail anamchanganya Ibn Taymiyyah. Lima kana yadhhar ala Ibn Taymiyyah min al-dhaka. Kwa nini? Sababu alikuwa ni mtoto mdogo lakini yuko na upeo maajabu. Wakana yujibu anha sari'an hatta taajaba minhu. Alikuwa kileta yule Myahudi anaenda kwenye labda kwenye Taurati atafuta shubuhati na nini, akimwamkia Ibn Taymiyyah anamgoja na anaamka kwenda masomoni, anamsimamisha, anamletea mashubuhati ya Uislamu. Zile mnasikia kwenye Biblia zile shubuhati. Anambia mfano utasikia anakuambia kwenye Qur'ani yenu Allah alimwambia mtume wenu awaulize watu wa kitabu. Maana yake mtume wenu alikuwa jiamini. Shubuha kama hizo mnasikia kwa watu wa Biblia wanaleta. Alipokuwa kizito kwa Ibn Taymiyyah alikuwa anamjibu kalbarq al-khatif, tupo kana kama ni radi, anamjibu haraka haraka, mtoto mdogo. Thumma kullama jitaza Ibn Taymiyyah bil-yahudi yukhbiruhu bi ashya, kila akipita ule Yahudi amsumbua, amletea masail mima yadullu ala butlan ma alayhi hadha ar-rajul yahudi. Ibn Taymiyyah akawa anamjibu haraka haraka, anabatilisha Myahudi, abaki mdomo wazi, anakosa ya kusema, anajibiwa majibu ya maajabu. Fa aslama al-yahudiyu wa hasuna islamuhu, akasilimu Myahudi bado Ibn Taymiyyah angaliki mdogo, kasilimishwa na quwwatu dhakaihi, yani nguvu za ufahamu wake. Wakana dhalika bibarakati Sheikh ala sighari sinnihi, akasilimu kwa baraka za Sheikh pamoja na umri wake mdogo. Al-a'lamu al-aliyya fi manaqib Sheikh al-Islami, mwanafunzi wake Umar ibn Ali al-Bazzar kaandika. Masikia huyu ni mtu mdogo, wewe tu udogo wake, ngoja sasa usikie ukubwa wake, utaishiwa wewe. Sasa utasema hapo amzidishia. Sasa tutaleta maneno ya maadui. Ukitaka kujua ukweli wa mtu, msikize adui yake anasemaje. Wal fadlu ma shahid, yani wanakwambiaga Waarabu, wal fadlu ma shahida bihi al-a'da, yani adu, ukisikia adui yako anakupa sifa, wala ni sifa yako. Ukitaka kujua ewan hii sifa hii ni ya kwake au kumzidishia, isikize kwa adui. Wakala aidan, anasema wanafunzi wake, ikhtassa Allahu Ibn Taymiyyah bi sur'ati al-hifdhi wa ibta'i an-nisyan. Ibn Taymiyyah alikuwa anahifadhi haraka, kusahau ni kudogo. Lam yakun yaqif ala shay'in au yastami' li shay'in ghaliban illa wa yabqa ala khatirihi
imma bilafdhihi au maana. Alikuwaga hasikii kitu au haoni kitu mara nyingi, isipokuwa kinabaki kwenye kichwa chake kwa matamshi vile vile atakuletea au kwa maana yake. Jamaluddin As-Surmari amehakikisha haya maneno akasema, yani maanake wenye walisema hizi habari sio mtu mmoja, ndio maana nilikuwa nanukuu hata watu, kwa sababu watu wenye kumchukua Ibn Taymiyyah wanakuwa nakataa haya mambo, ndio tunanukulia kwa ulama wengi ambao haiwezekani wao wamesema uongo. Anasema Jamaluddin As-Surmari, min ajaibi ma waqa'a fi al-hifdh fi ahli zamanina Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn al-Halim ibn Taymiyyah. Katika maajabu tumesikia wakati wetu, tunasikia wakati wa Imam al-Bukhari, wakati wa Abu Hanifa. Sasa huu wakati wetu tumejionea kwa macho yetu maajabu ya mtu mwenye kuhifadhi Ibn Taymiyyah. Fa innahu kana yamuru bil kitabi marratan mutala'atan fayunqashu fi dhihnihi wa yanquluhu fi musannafatihi bilafdhihi wa ma'nahu. Anaweza akasoma kitabu akakipitia tu mara moja hivi, akisoma akipitia kitabu kizima, kile kitabu kana kwamba kimechorwa kwenye akili yake. Akiandika kitabu chake anukuu yale gisi yalivyo kwenye kile kitabu na hana nacho tena. Anza kupitia kwake kwa mzima kitabu akisoma, akaenda kwake akanukuu yale kwenye kile kitabu vile vile kwa matamshi na maana. Mtu akinukuu kwa maana na ile kwa matamshi na maana. الرد الوافي لابن ناصر التيق عندك عين. تلميذه عمر بن علي البزرع سيما كان ابن تيمية منذ صغره مستغرق الأوقات. كان ابن تيمية منذ صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد. ابن لما أجاب kuanzia bado angaliki mdogo alikuwa wakati wake wote yuko na jitahidi katika kusoma vitabu na ibada. Wa khatmi al-Qur'an saghira, wa khatama al-Qur'an saghira, alimaliza Qur'an bado angaliki mdogo sana. Thumma ishtaghala bihifdhi al-hadith, kisha baada ya kuhifadhi Qur'an yote akaanza kujishughulisha na hadithi, kuhifadhi hadithi. Yani zile matni ndio elimu ya dini ndaga hivi. Unaweza kuhifadhi matni Qur'ani kisha unaenda kwenye hadithi. 40 an-Nawawi unahifadhi, Riyadus Salihin unahifadhi, والفقه kisha kafikana kuhifadhi fiqh, واللغة العربية na kusoma lugha ya Kiarabu. Ndio elimu ya dini. Kwa utakuwa shehe ndio elimu za kuwa shehe. Watu bali akote tu professeur akuite shehe anajibu maswali ya dini chango yako bwana. Hatta bar'a fi dhalika ma'a mulazamati majalisi dhikri wa sama'i al-ahadith wal athar, akabobea pamoja na kujihimiza kwenda kwenye madarasa na kusikia hadithi na visa. Yani mtu kuwa shehe katika Uislamu inabidi uwe unakaa kwa mashehe, unawasikiza mashehe. Unataka kuwa shehe ujifundisha mwenyewe. ولقد سمع غير كتاب على غير شيء من ذوي الروايات الصحيحة العالية. Hakukaa kwenye darasa moja anamaliza kitabu zaidi ya kimoja. Yani alikaa kwenye madarasa, hizi darasa zetu tumemaliza kitabu fulani, tumemaliza kile kitabu cha Sulaiman Rahim, tukamaliza kitabu kile cha Laftatul Kabid cha Ibn Jawzi, tushamaliza vitabu kadhaa. Na yeye alikuwa anafuata yeye na shehe wake kuanzia mwanzo wa kitabu mpaka mwisho. Nani katika wanafunzi anafuata darasa zetu kuanzia mwanzo wa kitabu mpaka mwisho? Na ndio leo tuko na urahisi mkubwa sana. Kama haukuwa kwenye darasa utapata kwenye rekodi, lakini watu wasikizi. Kwa Sahih Bukhari tutachukua kisa cha jinsi maswahaba walivyokuwa naishi. Umar ibn Khattab alikuwa akienda kazini, hata hudhuria darasa, anamtuma swahaba rafiki yake aende kusikia darasa, kisha usiku anamletea. Kesho ule swahaba anaenda kazini, Umar aendi kazini, anafika anaenda kusikia darasa, kwa sababu kazi zao zilikuwa ni za kuhukumu sokoni. Kama leo utaenda sokoni utauzisha, mimi nitaenda kwenye darasa. Ukimaliza kuja usiku nakuletea elimu nimesikia, kesho na mimi naenda na wewe unafunga duka lako.
ndio kisi watu wa zamani wanaishi. Ona huyu ugumu waliishi nao ili darasa zisiwapite. Tusikie kwenye Sahih Bukhari, lakini leo sisi sio hivyo. Darasa za kupita nyingi sana, nyingi. Unakuja kuuliza na maswali ambayo yashagapita. Hatukulaumu, lakini hivi ndivyo masala ya kuishi. Amma dawawin al-Islam al-kibar كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود والسجستاني والنسائي وابن ماجه والدرقطني فإنه رحمه سمع كل واحد منها عدة مرات. لا إله إلا الله. مسند أحمد ameisikiza yote kwa mwalimu wake anasoma tena mara moja zaidi ya mara moja. Hao watu walikuwa nishiaje? Mimi nilikuwa nasoma hizi tarehe na ishi. Sisi tumefuata tu sunani as-sita kwa Sheikh wetu Abadi, jasho zimetutoka hivi. Nilikuwa narudilia ambazo nilikuwa nimeshinda, nilikuwa nasirudilia hivi sasa, bado sijafikia Musnad Ahmad. Hata tunasema tuko na hii Sahih Bukhari ameipitia yote. Si Sahih Bukhari tu kitabu cha tatu, watu wanakuambia bwana, hiki kitabu ni kigumu. Ibn Taymiyyah akipitia chote kwa mwalimu wake Sheikh, ndio kisi mtu anakuga shehe. Unakaa kwa mwalimu na kufundisha kitabu chote. Muslim, Tirmidhi, Sunan Abi Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah, vile vitabu visita ambavyo ndio mama wa Uislamu. Ukitaka kujua dini ya Uislamu unapitia kwa hivi vitabu visita. Vimesikia vitu kama shehe wake wa Sunan Daraqutni. Hakutosheka na hivyo, na Sunan Daraqutni vya ziada sasa hivi vitabu. Fa innahu rahimahu asema akusikia darasa moja, darasa nyingi. Kitabu kinaisha wanakirudia, kitabu kinaisha kinarudia. Mimi Sahih Bukhari kwa jifikia tutaimaliza siku gani? Aliandika Fathul Bari, Ibn Hajar ameandika miaka 15 kama miaka 30 mpaka akafa. Tutaimaliza siku gani? Wa awwal kitabin hafidhahu fi al-hadith al-jam' baina as-sahihayn lil-Imam al-Humaydi. Alihifadhi kitabu kizima kinachokusanya hadithi za Sahih Bukhari na Muslim. Wa qalla kitabin min funun al-ilm illa waqafa alayhi. Ni mara kidogo kitabu katika vitabu vya elimu hakukisoma. Ya Allah, soma hivi vitabu vyangu vyote hapa. Kuna vile sijasoma, yeye vinitaibio kwenye maktaba yake hapa, hii kitabu isipokuwa akisoma ndo anakiweka. Kama hajakisoma hakiweki, lakini sisi tunaweka kwanza, tunatembea maisha yatupiga, tunahangaika, tunarudi, tunakwenda, tunacheza mipira, tunaikaa kwenye ligala, tunapiga story, tunatafuta maisha, tunaenda kazini, tunarudi, tunaenda masomoni, ndio nakuja siku ukiona masala fulani inapamba moto mathalan masala ya majini ya shirki kujisalimu, kuna kitabu kimoja kimezungumzia haya, ndio unaingia. Ukisikia mtu anakuuliza swali bana, hukumu nimpa talaka mke wangu na siri, ndio unaingia kwa kitabu chetu na kisoma. Ukisema huyu mtu amembidisha wenzake, unasema acha kuhusu ile kosa, anza kumbidisha, unasoma vitabu kama vitatu. Ndio kisi unasomaga vitabu, na ulama wa leo wengi wanasoma vitabu, lakini kusoma tu kitabu bila munasaba wote wakiweka hapo ni mara kidogo, na ukifanya hivyo faida ni ndogo, utasahau. Labda uwe unafupiza unanukuu. وقال أيضا من أعجب الأشياء التي تدل على قوة حفظ ابن تيمية رحمه الله أنه في محنته الأولى بمصر صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكر من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائه. Katika dalili za kuonyesha kwamba Ibn Taymiyyah alikuwa na hifadhi, alipoinukia katika ujana, alipofika kwenye fitna ya kwanza, alipata fitna Ibn Taymiyyah, utasikia wallahi, ndio utaona maisha ya mtu wa sunna ni maisha ya fitna, maisha ya fitna wallahi. Alifungwa umri wake mwingi sana. Wewe uko natukana tu bana, unapani unataka kuacha dawa eti kwa sababu kutukana wenzako wamefungwa. Sheikh wakati alienda Misri, Egypt, ndio fitna ya kwanza ilitokea huko Misri, kwa sababu Misri kuanzia zamani mpaka leo watu wengi wako na bid'a, wakawa walimkamata kambana, walimfunga Sheikh, akaandika vitabu vikubwa na vidogo jela, yuko mbali na nyumba ya vitabu vyake.
Akawa katika vitabu vyake humu anataja hadithi, visa na maneno ya ulama na majina ya watu wa hadithi, majina ya vitabu, majina ya waandishi, na ananukuu maneno kwa walioyasema na wayanukuu kwa majina kichwani. Wadhakara asma alkutub allati dhukira fiha wa ayu mawdhi'in huwa minha kullu dhalika badiha min hifdhi. Hayo yote iko naandika jela kwenye kichwa, au ametolewa hana fursa ya kuenda kwenye maktaba, anaandika kichwani mwake. Liannahu lam yakun indahu hina idhin kitabun yutali, alikuwa na kitabu. Mwanafunzi wake Umar ibn Ali Bazzar anasema wakhtabartu hadhihi alkutub falam yujad fiha au wakhtubirat hadhihi alkutub falam yujad fiha bihamdillah khalalun wala taghayyur. Hivyo vitabu wanafunzi wake wakavichunguza. Unajua kitabu kujua kosa la shehe wako, tazama kwenye kitabu pale aliponukuu saba shehe ameongeza au alipunguza, hasa kwa akisema kwa kichwani. Wakachunguza, hawakupata dosari na upungufu. Jinsi alivyonukuu ndivyo jinsi vilivyo kwenye vitabu, yaani nukuu kichwani ndivyo jinsi vilivyo kwenye vitabu. Na hili la maajabu. Hata mashehe zetu Saudia kina Sheikh Fauzan na kina Abdul Muhsin Al-Abbad huwa wanatufundishaga darasa bila vitabu. Ni mara nyingi sana, kuna wakati anakuja kesho anasema jana nilikuwa nimesema hivi, nimerudia kwenye kitabu mtani nikosa. Ni mara nyingi sana ule msomaji anamkosoa, anambia hapa ni hivi na hivi. Imeteme sio hivi. Wa min jumlati ya kitabu. Mtu sasa tupe mfano wa kitabu ambacho nikiandika kichwani. As-Salimul Maslul ala Shatimi Rasul. Upanga ulionolewa, upanga wenye makali kwa aliyemtukana mtume. Ndio kitabu na waradi wa Kristo. Kitabu chake kuna makubwa huko, alikiandika kichwani, iko masa kwenye fikra. Wa hadha min al-fadl alladhi khassahu Allah ta'ala bihi, katika fadhila ambazo Allah alimpa Ibn Taymiyyah. Sasa kwenye kitabu al-a'lam al-aliyya fi manaqib Ibn Taymiyyah al-Bazzar al-Antikari. Tumalizie na wanafunzi zake, walimu zake na wanafunzi wake. Na hii ni muhimu sana, naisema kwa maksudi kwa sababu nimemsikia mufti wa Masri sabiqan wa nyuma huko, naye si mwingine Ali Juma, anasema Ibn Taymiyyah tatizo lake alikuwa hana washehe, hana walimu, amejifundisha vitabu mwenyewe, alisomesha vitabu yeye mwenyewe, ndio maana ameleta makubwa, akaleta bid'a. Ndio anasema ni jamaa sasa asikii, labda hili limemponyoka, hawezi kunisikia, ni Mwarabu, lakini labda atujui, imma hakuyaona haya, au kuna wakati husda inampeleka mtu anasahau, anasema yeye sio yenyewe, au sasa kusema ni binadamu katika kumzania khair. Qala Ibn Kathir anasema sami'a al-haditha min Ibn Abd ad-Daim, katika mashehe alisikia hadithi, wanafundisha hadithi Ibn Abd ad-Daim, huyu muhaddith wakati wao, hadithi mkubwa. Wa Ibn Abi al-Yusr, hao wote ni mashehe. Wa Sheikh Shams ad-Din al-Hanbali والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي والشيخ جمال الدين بن الصريفي ومجد الدين بن عساكر. هذا ابن عساكر مشهور أو نقول نجيب. والشيخ جمال الدين البغدادي، سولي بغداد معروف نجيب. والنجيب بن المقداد وابن أبي الخير وابن علاء وابن علاني وابن أبي بكر الهروي سيولي إسماعيل الهروي، والكمال عبد الرحيم، والفخر علي، وابن شيبان، والشرف ابن خواز، وخلق كثير. ابن كثير أنا اسمه ابن كثير في البداية والنهاية. حوتني مشيه وابن تيمية قال لنا وقوي. بالي محمد بن عبد الهادي أنا سمع شيوخ ابن تيمية الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ. Mashehe wa Ibn Taymiyyah ni zaidi ya 200. Wale mashehe wangapi? Mashehe wako ni wangapi? Ningekumbuka mashehe ambao walitufundisha Jamii Islamia wakiwa wengi sana, 50. Inshallah, mashallah. Jamii Islamia tunapata washehe, alhamdulillah. Tasawwari mustawa wa kwanza uko na mada 7, mashehe wa 7. Unaenda mustawa wa pili una mada labda 8, mashehe wa 8.
kinyume na wale washia ambao walikuwa kwenye mstari wa kwanza. Naam, unaweza ukapanda na wadogo sana. Mstari wa tatu hivyo hivyo mashehe, mada ni 5, ukiwa haushindwagi vitabu, wanakuwa nakupa vitabu vinaweza vinapungua. Na mashehe, kila shekhe wa kitabu tofauti na yule shekhe wa kitabu kingine, tofauti na ule wenye kukutana nao. Mashehe wengi mashallah tumekutana nao Madina, wallahi alhamd. Sasa umalize university, uende kwenye master, ndio unakutana sana vigogo. Tukaenda kukutana na Sheikh Suleiman Ruhaili huko. Kwa sababu ule kai kwenye kiti. Sheikh Suleiman Ruhaili ambaye ni Sheikh wa Haram ya Madina, anakuja kufundisha. Ni razi vizuri. Kwa hiyo watu wa Islam, elimu ya mtu inajulikana kwa mashehe wengi. Ukiona mashehe wengi ndio elimu yako inakuwa ni nyingi. Hasa kwa mtu ashakuwa shehe. Lakini kwa mtu maamuma ukiona shehe wengi unakata kuchanganya. Huyu anasema hivi, unaweza kuwa na mmoja. Na watu wa Islam mmesikia jinsi mashehe wanajulikana. Akija mtu akisema ni shehe, muulizeni nani mwalimu wake. So mimi ndio usikisikia mawaidha kwa mtu amjua walimu zake. Talamidhu. Leo tuko watu wanafuata mawaidha mitandaoni kwa watu tofauti. Mimi namfuataga daktari mmoja hivi anazungumza Kiingereza, anazungumza Kifaransa, huyu ndio daktari wangu mimi. Mimi si wakati wa shehe wa Kiswahili bana. Hata wanazungumza Kiingereza, Kifaransa. Watu wa Ulaya ndio wako hivyo. Ndio unasikia mtu anakuletea majanga ya Ulaya. Anakuletea masaili ya maajabu. Umetoa kwenye YouTube basi shehe mmoja. Wewe. Wanakwambia hivi, al-ammi muqallidun fi kulli shay illa fi man yufti. Muislamu wa kawaida anastahili kuigia kila kitu. Hastahili kujitahidi isipokuwa sehemu moja, kumjua ni shehe gani atamfuata. Bali ningenukuu neno leo iko kwenye simu yangu hii, kitabu nilikuwa sijakitoa, maskini nitakitoa baadaye. Unaona kwamba tumechukua hata kwenye Fathul Bari, unaona kwambia kabla hujaenda kusoma kwa mtu inabidi uulizie maisha yake. Anaingiaga wapi? Sehemu haramu. Anatoka wapi? Sehemu haramu. Anakula vipi? Haramu, riba. Anasema vipi? Anateta. Yaani kusema umjue shehe inabidi umchunguze. Allah anasema la tajassasu. Lakini ili umjue ndio shehe wangu, utakuwa unamuuliza maswali. Inabidi umchunguze kama ni mcha Mungu, afanye majanga, ndio shehe wako. Talamidhu, wanafunzi zake. Na wanafunzi wa shehe ndio inaoneshaga uhodari wa mwalimu. Mpaka Ibn Hajar anasema walau lam yakun li Sheikh Taqiyuddin min al-manaqib illa tilmidhuhu ash-shahir الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السارة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غاية في الدلالة على عظيم منزلته. كما ابن تيمية hangekuwa na wanafunzi isipokuwa Ibn Qayyim. Ibn Qayyim anajulikana iko na vitabu vyake vyenye manufaa vizuri, vimezagaa. Watu wenye kumpenda Ibn Qayyim wanafaidika na vitabu vyake, na hata watu wenye kumchukia. Wewe tasawwa, watu wanakuchukia, wanafuata mawaidha yako. Leo watu wakisema huyu mtu wa bid'a atumkubali, cha kwanza utaanza kutazalisha nini? Mawaidha yako. Lakini Ibn Qayyim na watu wenye kumtahadharisha, kumkataa, na Ibn Qayyim anamtahadharisha, unafahamu chini maashaira si wanaita masalafi kama ni watu wa bid'a, kama hizi watu wa masalafi wanaita maashaira watu wa bid'a. Ndio hiyo utasikia baadaye walikuwa wananunua vitabu vyake kwa uficho, wanaenda kufaidika, kama jinsi wa Quraysh walikuwa wanaenda kusikia maneno ya Mtume Qur'an kwa ujificha. Ana vitabu Ibn Qayyim, wallahi subhanallah, akiandika kwenye kila fani unashangaa. Mtizame kitabu chake kwenye fani ya mapenzi ndio utaishiwa, utasema hivi Ibn Qayyim usishie huyu. Mapenzi anajuaje? Mbona mashia wajua mapenzi? Sema. Lakini ameandika kitabu cha mapenzi. Subhanallah. Sasa hicho cha mapenzi. Acha sasa vile vitabu sasa vingine vya elimu. Tizama kitabu cha Ibn Qayyim anaelezea kuhusu pepo. Taishiwa.
فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم والتمييز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة. Yani fadhila ya Ibn Taymiyyah angekuwa tu na Ibn Qayyim itosha, kwani ni shehe mkubwa, lakini sasa anajulikana Ibn Taymiyyah ana elimu kubwa pana, anaelewa dalili zimetamka na yani manake kuna wale mashehe yuko na elimu, anaona dalili na anaelewa imekusudia nini. Ibn Taymiyyah katika hiyo hali. Wamemshuhudia ulama ambao hawako kwenye madhehebu yake, ulama ambao kwenye madhehebu ya Shafiia na wenye wako kwenye madhehebu ya Hanafia na wenye wako kwenye madhehebu ya Malikia, wamesema huyu Ibn Taymiyyah ni shehe mkubwa, anaelewa na anahifadhi na anafahamu, licha ya ulama ambao kwenye madhehebu yake ambao wanaweza kumpendelea. Unajua zamani palikuwa ni hivyo, yani ulama ni kundi za madhehebu. Kwa leo tuko na makundi yetu ya maslahi yetu, unataka kakundi kama shehe fulani, kakundi kama shehe fulani, ukienda kumuuliza ule shehe fulani kuhusu ule si kundi lake atamtetea. Sasa Ibn Taymiyyah sio hivyo, na ambao hawako kwenye kundi lake wanamsifu. Ibn Hajar ameandika hayo kwenye Taqrir, alipoona kile kitabu cha Raddul Wafi akaandika hayo mambo kusapoti. Lakini katika wanafunzi wake wengine, Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi, iko kitabu chake kitwacho Swarimul Mulki fi Radd ala Subki. Subki ni mtu alimuuzi Ibn Taymiyyah sana na amemsema vibaya sana kama tutakavyonukuu chini. Sasa aliradiwa na wanafunzi wa Ibn Taymiyyah, na huyu Ibn Abdul Hadi ndio yule Imam Dhahabi anasema ni mara kidogo nikikaa naye alikuwa ananiletea faida mpya ya hadithi sijui. Dhahabi anasema hivi. Dhahabi, man huwa Dhahabi fi alhadith? Dhahabi ni ujuba, ni ajabu kwenye elimu ya tarikhi na hadithi. Anakuambia alikuwa ikikaa na huyu jamaa anapata vitu vipya hajui. Kisha wanafunzi wake wengine, Muhammad bin Ahmad bin Uthmani Dhahabi, ujuba tarikh, huyo ata tutamtarjuma insha Allah baada ya Ibn Taymiyyah Dhahabi, ambayo tunakuwa mkuu sana kwake. Alikuwa ni maajabu kwenye elimu ya tarikhi. Adhahabu isman wa maana, ni dhahabu kwa jina lake na yeye mwenyewe elimu yake ni dhahabu. Katika wanafunzi wa Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Muflih, huyu mwanafunzi Ibn Taymiyyah mwenyewe alimwambia, anta lasta ibn Muflih, anta Muflih, wewe haustahili kuitwa mtoto wa mwenye kufaulu, wewe ndio mwenye kufaulu wewe. Yeye anaitwa Ibn Muflih, baba yake ndiye anaitwa mwenye kufaulu, yeye anaitwa mtoto mwenye kufaulu. Ibn Taymiyyah anakataa, wewe sio mtoto wa mwenye kufaulu, wewe ndio umefaulu kwa elimu yake. Shi unasikia mwanafunzi ana elimu mpaka mwalimu anamsifu. Sasa sijui mwalimu anakuwa vipi. Bali Ibn Qayyim alimsifu huyu Ibn Muflih, alikuwa ni mwanafunzi pamoja na Ibn Qayyim kwa Ibn Taymiyyah, na akawa mwalimu wa Ibn Qayyim pia. Ibn Qayyim aliwahi kumwambia, ma tahta qubbati al-falak a'lam bimadhhab al-Imam Ahmad ibn Muflih, chini ya hii jua, chini ya mbingu hakuna anayejua madhehebu ya Imam Ahmad kama Ibn Muflih. Katika wanafunzi wake Ibn Kathir, sahibi tafsiri. Ibn Kathir tunapenda kusikia tunasema Ibn Kathir kwenye tafsiri zetu za Qur'ani, kwenye Ramadhani, hata hivi sasa kwenye Suratul Nas, Suratul Falaq. Ndio huyo alikuwa mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah. Ndio jiandae sasa kumsikia Ibn Taymiyyah alikuwa vipi, ili ujue tafsiri ya Ibn Kathir kuna nini. Katika wanafunzi wake anaitwa Umar bin Ali al-Bazzar, ndio tumemkuku wake sana, akimtarjuma Ibn Taymiyyah. Kuna kitabu alimtarjuma Ibn Taymiyyah. Wa Ahmad bin Hasan bin Qudama, huyu mwanafunzi mwingine. Muhammad bin Shakiri al-Qutbi, mwanafunzi mwingine. Sulaimani Swarswari, mwanafunzi mwingine. Wa Umar bin Mudhaffar bin Wardi, mwanafunzi mwingine. Wa Muhammad bin Sayyid an-Nas, mwanafunzi mwingine. Wa Yusuf bin Abdurrahman al-Qudai, mwanafunzi mwingine. Wa Muhammad المنجا التنوخي, mwanafunzi mwingine. والقاسم بن محمد البرزالي, huyu البرزالي huyu au al-Barzali huyu alikuwa ni rafiki yake na Ibn Taymiyyah, walikuwa watatu.
wanne. Ibn Taymiyyah na huyu al-Barzali hajulikani sana kwa watu wamsikia kwenye madarasa, lakini ni alimu mkubwa kwenye vitabu. Al-Mizzi huyu ni alimu mkubwa kwenye elimu ya hadithi na tarikhi, ni ajibu. Na Al-Dhahabi walikuwa watu wanne. Sasa Al-Mizzi sijui ni mweka katika wanafunzi wa Ibn Taymiyyah, ni mweka katika mashehe wa Ibn Taymiyyah, sababu alikuwa amshinda umri Ibn Taymiyyah, lakini kwa ile kundi limoja ambao anaikaa kwenye maktaba wanasoma. Hili kundi ndio limeuisha madrasatul hadith, kile kipindi ambapo madrasatul hadith yalikuwa imekufa, kile kipindi ambacho maashaira walikuwa walipiga fora na masufi. Ukijifanya wewe uko mtu wa hadithi, ukijifanya uko salafi, unafungwa na pigwa. Mashehe wakawa wanaogopa kudhihirisha madhehebu sahihi. Hichi kikundi kikaja kuuisha sunni. Baada yao mashehe wakawa hawana uoga tena. Ndio kile kikundi ambacho Subuki alikitia dosari. Subuki huyu ni mtu anapenda, ni ash'ari jild, mutaassib, yuko na ushabiki kwenye uashaira na usufi. Alitia dosari hichi kikundi cha Ibn Taymiyyah, akasema wa'lam anna hadhihi ar-rifqa a'ni al-Mizzi wal-Dhahabi wal-Barzali wa kathiran min atba'ihim adarra bihim Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah idraran bayyina. Hichi kikundi alichokiharibu ni Abu al-Abbas, ndio anasema Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah. Eti ndio alimharibu Dhahabi, akamharibu al-Barzali, akamharibu al-Mizzi. Acha niko nasikia gumzo liko Arabuni, watu wanambitisha Dhahabi. So tutasikia kwenye tarjuma ya Dhahabi kuna makosa ya aqida fulani, lakini haiwezi kumuingiza mtu kwenye bid'a. Wa hamalahum min adha'im al-umur amran laysa hayyina. Anasema Ibn Taymiyyah aliwaweka kwenye mambo majanga, wajarrahum ila ma kana tabaud anhu aula bihi, akawaweka kwenye mambo ambayo walikuwa mbali kwa vizuri. Wa awqa'ahum fi dakadik min nari marju' min Allah an yatajawazaha lahum wa li ashabihim. Ibn Taymiyyah aliwaingiza kwenye madosari ambayo tunamuomba Allah wasamehe. Unajisi ulama wanachukiana, wanapigana radu, lakini kwa heshima na adabu. Umesikia hizo radu za ulama wameingia kwenye majanga, Allah tunamuomba wasamehe. Unasikia radu za leo watu hawasomi vitabu, mbwa unapiga radu na mtu mbwa. Hadaka Allah basi. Na mwanafunzi wake wa mwisho ni Salahuddin As-Safadi, sahib kitab Al-Wafi bil Wafiyat, mwanafunzi wake wa mwisho. Kwa hiyo tutakuwa tumeishia hapo kwa tarjuma ya Ibn Taymiyyah kwa leo, fungu la kwanza, kipande cha kwanza. Tutaendelea inshallah